Alikuwa ishara ya uhuru ulioibwa, mtu shupavu aliyefungwa na ule utawala aliyoupinga. Jomo Kenyatta, mzee, alifungwa na Waingereza katika maeneo kame ya kaskazini mwa Kenya. Kwa ulimwengu, alikuwa mfungwa wa kisiasa aliyetengwa na kunyamazishwa. Lakini nyuma ya nyaya na jua kali la Lodwar, Kenyatta bado alikuwa kiongozi mwenye ushawishi na shabaha. Hili halikuwa gereza la kawaida, lilikuwa gereza la kisiasa lililoundwa kuvunja moyo wa mzalendo hatari zaidi wa Kenya. Lakini kuvunja moyo wake hakukutosha kwa kila mtu. Kadri upepo wa mabadiliko ulivyoongezeka nje, njama mbaya ilianza kuingia ndani ya kiini cha kifungo chake, njama ya kumnyamazisha mzee milele. Hii ni hadithi ambayo haijasimuliwa, inayosimulia jinsi Jomo Kenyatta, baba wa baadaye wa taifa la Kenya, alivyokabiliana na kifo chake si kwenye uwanja wa vita, bali ndani ya kuta za gereza lake, akiwa shabaha ya jaribio la mauaji lililotisha ambalo historia ilikaribia kulisahau. Fikiria Lodwar mwishoni mwa miaka ya 1950, kituo cha mbali chenye joto kali katika wilaya ya mpaka wa kaskazini mwa Kenya. Ilichaguliwa kwa ajili ya utengaji wake kamili, mahali ambapo wachache wangeweza kumfikia Kenyatta na wachache zaidi wangeweza kusikia sauti yake. Hapa, chini ya macho ya walinzi wa kikoloni, Kenyatta alifungwa na kikundi kidogo cha washikaji waaminifu, wakiwemo Paul Ngei na Jaramogi Ochieng Oneko, walioonyesha ukaidi kama wake. Utawala ulikuwa mgumu, jua lilichoma bila kuchoka, vumbi lilikuwa kila mahali, na chakula kipya kilikuwa adimu. Ilikusudiwa kuvunja azima ya mtu, lakini kwa Kenyatta, utengaji huu pia uliunda matukio yasiyotarajiwa. Uliwaleta karibu kikundi chake kidogo cha wafungwa wenzake, kukiimarisha vifungo vya mateso ya pamoja. Hata hivyo, ukaribu huu pia uliunda udhaifu wa kipekee. Ndani ya chombo hiki cha mateso ya uhamisho wa kisiasa, si kila mtu alishiriki uaminifu usiotikisika. Baadhi, inasemwa kwa minong'ono, walikuwa na malengo yao, malalamiko yao, au labda walikuwa wameathiriwa kwa hila na nguvu zilizo mbali zaidi ya kuta za gereza. Kwa mtu aliyekata tamaa, hata mwanga mdogo wa tumaini la uhuru au ahadi ya malipo inaweza kugeuza uaminifu kuwa usaliti. Maelezo kamili yanabaki yamefunikwa na ukungu wa historia, yaliyokusanywa kutoka kwa ushuhuda wa baadaye na hadithi za siri. Kilicho wazi ni kwamba njama ilianzishwa kati ya baadhi ya wafungwa wenyewe, shabaha Jomo Kenyatta, njia ikiwa ni sumu iliyowekwa kwa hila ili ionekane kama ugonjwa wa kawaida au kisu chenye kasi cha kimya gizani. Motive inaaminika kuwa ni mchanganyiko wa mambo, mwanzo ikiwa ni upinzani wa kisiasa. Baadhi ya vikundi ndani ya harakati pana ya utaifa huenda vilimuona Kenyatta kama mwenye nguvu sana na kutawala sana. Kifo chake kingefungua njia kwa wengine. Sababu ya pili ni ushawishi wa kikoloni, minong'ono ya ushirika. Ingawa ilikanushwa rasmi, fununu zilizodumu zilipendekeza mkono wa siri, ajenda ya kikoloni ya kumuondoa mpinzani wao hatari zaidi, bila fujo za utekelezaji rasmi, labda ahadi ya kuachiliwa mapema au malipo ya kifedha ilitolewa kama chambo. Na mwisho kabisa ni malalamiko ya kibinafsi, shinikizo kali la maisha ya gerezani, pamoja na mtindo wa uongozi wa Kenyatta wa wakati mwingine ukionekana kuwa wa kiimla, inaweza kuwa ilichochea chuki za kina. Wapangaji wa njama hiyo inasemekana walikuwa makini, walielewa matokeo ikiwa watakamatwa. Mpango ulikuwa wa kumuondoa Kenyatta na kuufanya uonekane kama ajali au sababu za asili, na hivyo kumzuia asiweze kuongoza Kenya huru. Lakini Kenyatta hakuwa bila walinzi waaminifu. Washirika wake, hasa Paul Ngei,
walikuwa wakifahamu vizuri mvutano uliokuwa ukijengeka na hatari iliyokuwa ikisubiri. Waliona, walisikiliza, walihisi mabadiliko katika hali. Hadithi inasema kuwa ni Ngei aliyemwamini Kenyatta kwa dhati ndiye aliyefichua minong'ono, kutazamana kwa siri, tabia ya kutatanisha ya watu fulani. Yeye na wengine waliunda ulinzi usio rasmi wa kuangalia, wakiwa wanamlinda mzee hasa wakati wa mulo na wakati wa usiku. Kisa kimoja maalum kinachoelezwa mara kwa mara kinahusu chakula chenye sumu. Katika wakati ambapo chakula kiandaliwa pamoja, jaribio lilitajwa la kuchafua sehemu ya Kenyatta. Ilikuwa ni umakini usiotikisika wa Ngei, msisitizo wake wa kuonja chakula cha Kenyatta kwanza au kuangalia kwa uangalifu maandalizi yake ndio uliokwamisha jaribio hili. Maelezo ni magumu, lakini matokeo ni wazi. Kenyatta alinusurika. Simulizi nyingine inazungumzia shambulio la kimwili lililokwamishwa, ambapo mshambuliaji aliyekuwa ameshika kisu alizuiliwa na mmoja wa walinzi wa Kenyatta miongoni mwa wafungwa. Kukata tamaa kabisa kwa wapangaji wa njama na uaminifu dhabiti wa walinzi wake kunasisitiza uzito wa hali hiyo. Ukweli kamili wa njama ya Lodwar huenda usijulikane kabisa, ukipotea kwa kupita kwa muda na mikataba isiyozungumzwa ya gereza. Lakini kilicho wazi ni kwamba Jomo Kenyatta, mtu aliyekusudiwa kuongoza Kenya, alikabili tishio la kweli kabisa la kibinafsi kwa maisha yake wakati wa kizuizi cha kikoloni. Kunusurika kwake haikuwa tu ushindi wa kibinafsi, ulikuwa wakati muhimu kwa Kenya. Kama mauaji hayo yangefanikiwa, njia ya taifa ingeweza kubadilika kabisa na hata kuitumbukiza harakati ya uhuru katika machafuko na uwezekano wa kubadilisha kabisa muundo wa historia ya Kenya. Hadithi ya njama ya Lodwar ni ushahidi wa shinikizo kubwa na hatari zilizozunguka viongozi wa ukombozi wa Afrika. Inatukumbusha kwamba nyuma ya kila kiongozi maarufu mara nyingi kuna vita visivyoonekana, hatari zilizofichwa na uaminifu usiotikisika wa wale wanaoamini katika sababu. Mzee Jomo Kenyatta alitoka Lodwar si tu kama mtu huru, bali kama mnusurika, mtu ambaye alikabiliana na utawala na alinusurika kisu gizani, na kwa kufanya hivyo alibeba matumaini ya taifa kuelekea uhuru.